وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه wasallam, la tukadimu Ramadhana, kwamba msiutangulie mwezi wa Ramadhani, bisaumi, kwa kufunga, yaumin, siku moja, wala yaumaini, wala kwa kufunga siku mbili, illa rajulun, isipokuwa mtu, kana yasumu, aliyekuwa yasumu, sauman, aliyekuwa anafunga funga, fali yasumuhu, basi na afunge. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii imesimuliwa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, la tukadimu Ramadhana, msiutangulie mwezi wa Ramadhani, bisaumin, kwa aliposema la tukadimu Ramadhana, msiutangulie mwezi wa Ramadhani, msiutangulie mwezi wa Ramadhani, bisaumin, kwa kufunga, yaumin, siku moja, wala yaumaini, wala kwa kufunga siku mbili. Anakusudia kwamba haijuzu, maana kwa maneno haya anakusudia kwamba haijuzu mtu kuutangulia mwezi wa Ramadhani kwa kufunga siku moja wala kwa kufunga siku mbili, bali ni lazima juu yake asubiri mpaka patakapothibiti kuingia kwa mwezi huo wa Ramadhani. Tena jambo hili ni jambo lilokuwa la lazima, jambo hili ni jambo lilokuwa la lazima, kwa kuwa kufunga ni ibada ambayo ameiwekea sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Tena ibada ambayo imewekewa mipaka, kuna kuingia kwake na kuna kutoka kwake, kuna kuingia kwake na kutoka kwake. Kisha mbele ndio Mtume akasema sallallahu alaihi wasallama, illa rajulun, isipokuwa mtu. Ipo katika kitabu iliyoandikwa illa rajula. Kama itakuwa rajula pia iache hivyo hivyo, itakuwa illa rajula. Rajula itakuwa imechukua fatiha hiyo kwa sababu ya kuvuliwa, na illa rajulu imechukua dhamma kwa sababu kuvuliwa, lakini pamevuliwa kutoka katika kitendo tukadimu, ile wao jamaa ilikuwepo kule, ndio pamevuliwa kule, pamevuliwa kule, na kule wao jamaa ndio watendaji wa kitendo, maana yake marufuu na kuwa, ndio maana ikaja illa rajulu. Illa rajulu, isipokuwa mtu, kana yasumu, atakayekuwa anafunga, sauman falyasubhu, yani isipokuwa mtu ambaye kwamba atakayekuwa anafunga, basi huyu mwache aendelee na funga yake. Hapa anakusudia yule mtu aliyokuwa amezoea mwenyewe kufunga, basi huyu falyasumuhu. Falyasumuhu, lamu hiyo ni lamu ya amri, yani ya kuamrisha, lakini sio amri kama linaloamrishwa ni la lazima, wala si jambo la kupendezeshwa, bali kuonesha kama ni halali, kwa sababu haiwezekani hata kama ikija lamu la amri au ikija amri wakati nyuma kuna katazo, basi haiwezekani ka amri hiyo ya kupendezeshwa. Ina maana patahalalishwa kwa yule mtu atakayekuwa anafunga zake mwenye anofunga, basi falyasumuhu, na azifunge hizo funga, na afunge hizo funga zake mwenye alizokuwa anazozifunga, na azifunge hizo funga zake ambazo kwamba alikuwa anazifunga, kama vile labda anafunga Jumatatu na Alhamisi, ikaangukia Alhamisi au ikaangukia Jumatatu mwezi 29, anaweza kafunga, au ikaangukia Jumatatu mwezi 30,
Shaabani, yani siku inofuatia ndio Ramadhani, anaweza akafunga. Huyu ana siku zake mwenyewe alizokuwa anafunga, au yule ambaye make itakuwa bora zaidi. Ama yule anayefunga siku nyingi katika mwezi wa Shaaban, bora huyu ajitahidi afunge mwanzo siku nyingi toka Shaabani moja ikiingia, afunge alau mpaka Ramadhani, mpaka Shaabani 26 27, ajizuilie ili apate alau kupumzika 28 Shaabani 29 Shaabani, alafu anaingia Ramadhani. Au kama mwezi umechelewa anaingia na 30 Shaabani tayari, bora hiyo. Lakini bora hiyo kwa yule anafunga Jumatatu na Alhamisi, mwenyewe kajiwekea inviti, basi anaweza kufunga hata mwezi 29 Shaabani, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, na anaweza kufunga hata mwezi 30 Shaabani, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, illa rajulun kana yasumu sauman, isipokuwa mtu aliyekuwa anafunga, yani funga zake mwenyewe za kawaida alizokuwa nazo, fali yasumhu, panahalalishwa kwake kufunga, basi na afunge, kwa kuwa ni halali kwake kufunga. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii utaikuta ni hadithi ambayo kwamba iliyokuwa inakwenda kinyume na madhehebu ya Kishafi. Madhehebu ya Kishafi wao wanasema baada ya nisfu Shaabani, yani baada ya nusu ya mwezi wa Shaabani, hakuna tena kufunga mtu, hakuna tena mtu kufunga, asubiri Ramadhani tu. Ina maana kuingia mwezi 16 haifai kufunga. Naitegemea hadithi ya Abi Huraira ambayo kwamba tunaisoma inayosema, idhan ntasafa Shaabanu, utakapojigawa mwezi wa Shaabani. Lakini tushaisoma hadithi yenyewe katika Umdatul Ahkami, tushaisoma hadithi katika kitabu cha Umdatul Ahkami hapa, ambacho tukilisoma na kilikwisha kile kitabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa kwamba alisema, idhan ntasafa Shaabanu, utakapojigawa mwezi wa Shaabani, fala tasumu, basi msifunge. Lakini hadithi wengi katika ahlul ilmi wameifanya kwenye hadithi ambayo kwamba iliyokuwa dhaifu, japokuwa kuna baadhi ya wanavyuoni wameifanya kwenye hadithi ambayo kwamba iliyokuwa hasan. Kwa wale wanaifanya kwenye hadithi ya hasan, daraja yake, ina maana hadithi itafanya kazi kwa yule aliyekuwa si mfungaji, hana kufunga Jumatatu wala Alhamisi, hana kufunga siku nyingi katika mwezi wa Shaaban, basi huyu yeye ikifika nisfu Shaaban haifai kufunga. Lakini ukweli wa mambo, wengi katika wanavyuoni wameidhoofisha hadithi hii. Kwa hivyo hadithi inaonyesha kwamba haijuzu kuutangulia mwezi wa Ramadhani kwa kufunga siku moja kabla yake, au kufunga siku mbili, yani kwa ajili ya Ramadhani, yani kwa ajili ya shamra za mwezi wa Ramadhani, haifai. Bali kitakiwacho ni lazima tena mtu asubiri mpaka kuthibiti kwa kuingia kwa mfungo wa Ramadhani, isipokuwa kwa mtu ambaye kwamba kama tulivyokwisha kuona aliyekuwa yeye ana siku zake mwenyewe anafunga kikawaida, fala basan, kwake yeye hapana ubaya wa kufunga, kama maelezo kwa tayari tumekwisha kuyatoa. Huyu yeye ataendelea kufunga. Hadithi iliyofuatia